kuwapatia kuwaeleza policies ya serikali kwa wale ambao wanatumika mashinani. Kwa hivyo nimefurahi, nimekuja, ninajua kwamba stesheni za habari tofauti wako hapa, ikiwa na yale yanapeperusha habari kupitia lugha ya Meru. Na leo wakati nilikuwa nimeshirikiana na wananchi hapa, nikapewa jina ya Marete, bado natafuta nikaitwa Kipchumba Marete. So nikamwambia huyo bwana aliniita, nikamwambia ni Murkomen, akasema hapana, Marete Murkomen. Na nikaambiwa wanatarajia kwamba tutaleta mambo ya usalama katika sehemu hii ambayo imekumbwa sana na shida haswa ya mambo ya wizi wa ng'ombe na pia shida kadha inayohusikana na mipaka na mambo ya mashamba. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa majadiliano makuu leo, na matarajio yangu ni kwamba yale pendekezo yote ambayo tunipata itatusaidia tuhakikishe kwamba tumesuluhisha shida hiyo. Naam, umesema vizuri kwamba wakati ulikuwa unazungumza pale katika lile baraza kwamba ulipokuwa upande ule mwingine wa mashariki ya chini, Kitui, Makueni na Machakos, uligundua kama kuna yale matatizo ambayo yanajirudia, hasa ukitaja masuala ya mgogoro wa mipaka na pengine ardhi. Sijui unaangalia tofauti, unaangalia pengine kuna mikakati tofauti. Je, wakati unakutana na changamoto kama hizi unaona kama zinajiradidi, unahisi kama unafaa kutilia pondo zaidi, na ni nini hasa serikali inafaa kufanya? Kabisa kwa mara nyingi Mheshimiwa Rais amekuwa akituambia kama mawaziri kwamba tangamane na wale ambao wako mashinani ambao unawatumikia, na haswa uchukue nafasi ya kuelewa kazi yako kwa kuhakikisha kwamba ile kazi unafanya usijifungie katika ofisi peke yake. Lazima ukuwe na uhusiano wa karibu na wananchi na pia wale ambao unatumika pamoja. Na kwa sababu hiyo, jukwaa la usalama limenisaidia sana kwa kuona kwa njia tofauti zile shida ambazo zinawakumba wa Kenya, na kuona pia ile uhusiano iliyoko kati ya kaunti zote za nchi, haswa hizi kaunti 7 ambayo tumesuru. Kaunti ngapi tumesuru? Kaunti 9, ini ya 10. Kwa hizi kaunti 10 ambazo tumesuru, imenipatia yale ambayo imetupatia sisi ambao tunafanya kazi katika idara hii, ile policies ambayo, ile sera ambayo lazima tuziweke yenye inakata kupitia kaunti zote. Kila kaunti, ukienda kaunti yote ile, unaona kwamba vile watu wanasisitiza shida zao ni kana kwamba ni wao peke yao wanapitia shida hiyo. Kwa mfano, ukiona mambo ya boundaries, hii mambo ya mipaka, utapata kwamba ukienda Lamu utasafikiria tu wao ndio wako na shida na Garissa County. Ukikuja Taita Taveta uliona vile walikuwa wanasisitiza mambo ya mipaka kati yao na Kwale. Ukikuja upande wa Kitui uliona kwamba walisisitiza mambo ya mipaka na Tana River, na ukienda Tana River wanasema vivyo hivyo. Na hapa vile tumesikia kuna shida ya mipaka kati ya Meru na Isiolo County na kati ya Meru na Tharaka Nithi County. Na unaona kwamba hizi shida zote zinahusikana pia na vile jamii za sehemu zote za mipaka wanahusiana. Unapata pia kwamba pahali ambapo jamii zote wanaishi kwa kama ni tuseme kwamba ni watu wa jamii moja kama Machakos na Makueni, lakini unaona kwamba kwa hapo usosano si mbaya sana, ijapokuwa ni serikali za kaunti wanasosania rasilimali. Lakini ukiona sehemu ambayo kama hapa na Tharaka Nithi, hapa na Isiolo, Kitui na Tana River na Garissa na Lamu, unaona kwamba kwa sababu ya utofauti ya economic activity, kwa mfano ile ya Kitui na Tana River, ni kwamba wale majirani ni pastoralist, wao ni farmers. Utaona kuna utofauti ya vile wanafanya mambo ya economic activity. Ukikuja sehemu kama hapa utapata hiyo ndio tofauti ya hapa na Isiolo County, kwa sababu ya economic activities yenye inaendelea katika sehemu hiyo. Kwa hivyo kusosana kwa mpaka sio tu kwa sababu ya mipaka, lakini kwa sababu ya rasilimali.
wanapigania rasilimali. Ukienda sehemu ya Tharaka Nithi na hapa, utaona pia ususano hiyo unahusikana na kung'ang'ania ni nani ni mwenye shamba, na si kwamba sana hawana haja sana kwamba iende kaunti ama kaunti ile, lakini jamii na jamii ile inasosania sehemu ya shamba kwamba ni nani anamiliki shamba hiyo. Kwa hivyo mipaka inajitokeza kwa njia mbili. Kuna mipaka kwa sababu ya jamii zinazoishi katika kaunti tofauti. Kuna iko ndani ya kaunti. Katika ndani ya kaunti tungefika hapa. Hiyo ndio shida utapata kwa counties kama constituency nyingine, kwa sababu jamii nyingine hii. Kwa hivyo tutakapoandika ripoti yetu, kama sasa tumepitia kaunti, ripoti yetu lazima italingana na pendekezo ya jinsi gani tutaweza kushughulikia shida ya mipaka. Na unajua kwamba watu wengi kuna tofauti. Watu wanasema IEBC lazima ifanye hivyo. Wengine wanasema hapana, sio IEBC, kwa sababu mipaka haya tayari yamewekwa katika msingi ya kuna vitabu ambayo imeandika pahali ambapo mipaka iko. Itahitajika tu kwamba pengine jopo kazi ambayo italeta idara tofauti ya serikali unaweza kuenda katika ground. Lakini hiyo ni a very emotive issue. Itahitaji sasa, wakati tutapeana pendekezo yetu, tutapeana pamoja, tuone kama tunaweza kuwa na consensus kama taifa, hata kama ni kupitishia bunge, baada ya baraza la mawaziri pitishiwe bunge, ndio tupate mwelekeo mwafaka yenye itahakikisha kwamba watu wanaishi kwa amani. Mpaka wakati tutakapofikia mambo ya mipaka, itabidi askari wetu watumie na viongozi wa ngao watumie nguvu ambayo wako nayo kuongelesha watu waishi pamoja, na pia kutafuta njia ya kuhakikisha kwamba wanasuluhisha zile makosa zinaweza tokea wakati hiyo inaendelea. Kwa hivyo mipaka inaendelea kuwa ni changamoto na inaenda pamoja na shida ya mashamba. Kwa upande wa mashamba inakuja kwa njia tofauti. Kuna mashamba ya kupigania kwa mipaka, kuna mashamba ya kupigania ndani. Utapata tulipokuwa Kitui, kuna wavamizi wamesemekana wameenda shamba ya wananchi. Ukienda Kwale unaambiwa mambo ya masquatter. Ukienda Kilifi utapata kwamba mashamba mengi hapo yanang'ang'ania mambo ya squatter. Kwa hivyo na hiyo yote inaleta vita. Hata ile vita zingine Panga Boys kwa huko Coast na nini, kuna pia vile inaishiriana na inahusikana na mambo ya mashamba. Na kwa hivyo kusuluhisha mambo ya mashamba, kuhakikisha kila mtu anapata cheti miliki na kila mtu aweze akarudi kuishi kwa shamba yake. Swadakta kabisa, kama wanavyosema Waswahili, kijinga na kijinga ndipo moto uwakapo. Huwezi kuwasha tembei unarusha. Na pia Kiingereza, nilikuwa nazungumza na dadangu hapa, alikuwa anarusha Kimombo. Mimi na muathiri naweza kuuliza kwa lugha ambayo unapendelea. Karibu sana. Asante. Even today, we have not seen anybody being brought into books or taken to court to answer those cases. Also in a span of 2 years, more than 30 people have been also killed. So looking at the Meru region is one of the areas that is greatly affected.
many leaders from the national government, even the former CS, Kithure Kindiki, who is now the DP, also was here and saying that to improve the security in this region. So I don't know what are the new measures that you're coming up with as the new CS of the Interior to ensure that that menace is put into rest. Today I heard the chiefs who live in those bandit-prone areas, bordering Isiolo in Meru County, in Igembe North and part of Tigania. Today they ask you for air surveillance. Idege inakuja lini? My last, maybe if I get a chance, one more question. As we have seen leaders, all the politician, especially the Charles Were, who was killed recently. He was on record saying that there are people who are trailing him, his life was in danger. Now my question is, if he said that he reported the matter to the police, if the police really took that report seriously, today could be where he would be living. So what are the measures is the government doing to protect other politicians who are, some have come out to say that they fear for their lives because of their political stand? Thank you. Thank you very much. First, let me start with banditry. The menace of banditry, first of all, has affected this Meru County for many years, from, say, 80s or thereabout. I can't really remember the exact dates, but even when I remember now, as a young student that time, even when President Kibaki came to office, that was one of the promises that it was going to be sorted. And, you know, partly there was a period of lull for being a problem. But at the height of the last elections and our coming to office, banditry was really a big menace in all this area of Meru, Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, all the way to West Pokot and Turkana. And so this is a problem. You remember that when President Kibaki came to office, there was a massive deployment of police officers to Sukuta Valley. And you remember the massacre where we lost many police officers. In the process. Banditry in the now to office, as you know, my predecessor working, and you know it was a to the president. A lot has been done in the last 2 years to reduce the number of cases, and for sure the cases have reduced significantly. But the problem is still persisting because the perpetrators are still alive, the hiding places are still existing, and therefore it is on and off. Some of the measures that have been put in place is to modernize the equipment of police officers. There is also Operation Malisa Uhalifu that was going on in the for Meru here.
Now, in this part of Meru, there is a government through the proper channels, that through a multi-sectoral approach, we will need first to deal with access to those areas. So we need security roads. And through our proposal, there is a budget that is being worked out to make sure that we get resources to open up the place, so that when we want to access that place, we should be able to access and we can take over that place. In the long run, development is going to change these places. If you hear this road, for example, the road of Isiolo Modokashe is already helping us to do patrols along this border that's affecting the sites of Meru. The same should happen in Samburu. If we can, I know already there is a plan to tarmac Maralal to Baragoi, but also this link between Meru here to Mukokoda Forest and to the Laikipia needs to be opened, even with good Maram roads. And I have told you we put that proposal so that KDF can come in to help us to open up the place. If we open up the place, it will be easy to flush out criminals that are living in these places. The other thing is to invest in education, because we need to cut off the supply. If those years when President Kibaki came to office, and pacified the situation, if it had been followed by building schools, so both long-term measures and sorting out the short-term issues. You had to the proposal of most of the leaders that the only solution border counties and which is the border of our country, and we have are properly trained. We want to increase the numbers along the areas that we've talked about, because those are quick measures. And if need be, some of the NPRs can be put in camps so that they can work in turn. To make sure that this issue is sorted. And then now work on the long-term issues, because we need to first pacify our desire. We've invested in drones in the past. We would like to improve it. What we're working on at the moment is to get drones that have a longer period of flight and with night visibility. So we are in the process of want to improve on, even as we work towards getting more air support equipment that can assist us. All these things, I hate to admit, but it's a fact. All these strategies that I have told you require massive resources. And those massive resources, there's a competition. You want education, you want health, you want housing, you want water, you want roads, you want the
security itself. So you continue balancing different interests as you progress. The challenge is definitely there for us to get enough resources to be able. As you know, even the meeting today discussed about enough vehicles for police stations, building more police stations, equipping those police stations. So my duty is to make sure that we progressively move the operations higher, and as we equip the police service to do the work they need to do. And related question now, not related to banditry, but now the question of the death of Honorable Charles Were. It's unfortunate that that happened, and as I said, my condolences to his family, to his friends, to all of us who worked with him. I worked with him in last Parliament, and also to his constituents and family and friends for the loss of Honorable Were. And as I said earlier today, that it is shocking that the investigation so far also include people who should be protecting him and who have been now apprehended, the bodyguards and the driver and so forth. And it will be, if the evidence really pointed that they played a role, it will be extremely sad, because as government, we provide security for VIP so that it can protect them, not to harm them. And it is expected that, you know, that would have enhanced that I have seen online before he passed on, because we were not that close. So I've never seen the clips that talk about fear for his life and so forth. I only saw them post facto, after the fact. And it means, therefore, if he had reported to various police stations, I believe that the DCI will go to the bottom of that issue as to he reported to which police stations and what investigation was done, and if not, why was it not done to ensure that. Did the Honourable Member also request to catch and get the necessary evidence and the suspects that were involved? And because we are now somewhere where we can say really we have a fairly good lead to what happened, as has already been pronounced by DCI, I'd like us to leave that matter there so that we do not jeopardize the investigation and allow the DCI to do Naomba tafadhali nikatize kwa sababu naona. Samahani, naomba kukatiza kidogo kwa sababu najua kama hilo swali limechukua muda mrefu na hatuwezi kujua inaweza kutupeleka hadi wapi. Okay. Kwa hivyo ninafungua pia uwanja kuuliza swali moja. Tukibaki na muda ndio tutauliza swali jingine. Tafadhali. Na mtangulizi wako, kwa sababu tunafahamu ya kwamba alikuwa ametoka eneo hili Kithure Kindiki, na ambaye kwa sasa ni naibu wa rais, alikuwa amesema ya kwamba kutafanyika
chini, na sasa kuweza kuzungumza masuala ya usalama tukiwa hapa mashinani. Kwa hivyo karibu sana Waziri Onesmus Kipchumba Murkomen. Kila mwanahabari ambaye yupo hapa na maswali yake, kabla ya maswali baadaye, sasa hivi tuanze kwa kitambulisho, tujue majina yako kamili, unafanya kazi. Played a role, it will be extremely sad because as government we provide security ambayo ni accountable, na pia tuko na internal systems within ndani ya National Police Service ya kuhakikisha imeangalia mambo ya accountability kwa polisi wenyewe. Unajua kwamba pia hizi system zote tumetoka mbali. Ukiona vile ilivyokuwa zamani na vile uhusiano ya polisi na wananchi, polisi na wanahabari imebadilika kwa njia kubwa sana, ingawa bado tuko na shida hapa na pale. Utapata polisi saa zingine amepiga mtu vibaya, unapata saa zingine ametumia bunduki kiholela, unapata saa zingine pengine amefanya makosa fulani. Tunajua kwamba mbali na hayo, nambari ya wale ambao bado wanafanya makosa kama hayo ni wachache sana, lakini polisi wengi sana wanatumikia wananchi kwa sehemu ngumu, aswa sehemu kama zile tumeongelelea maoperesheni, na wengi wao kama sisi wananchi, kwa sababu kuna hata wanahabari ambao si wazuri, na kuna wanasiasa si wazuri, tuko wote, kila mtu, kuna watu ambao kuna watu wako na ubaya yao, lakini haimaanishi kwamba polisi wetu wote ni wabaya. Ni wachache ambao pengine wanaweza kufanya hiyo makosa, na wakipatikana makosa kuna njia ya kuinvestigate. Kwa mfano, mara nyingine unaona tear gas imetupiwa mwanahabari, ama unapiga risasi mwanahabari mwenye ana makosa, ama pengine unapiga. So hiyo yote yenye imefanyika, na nimesema hapo awali, ni makosa, na ni makosa ambayo tunakiri, na nilisema kwamba niliwahi hata kusema baada ya ile incident ya Nakuru kwamba tunaomba msamaha kwa wanahabari ambao katika pilika hizi za mambo ya security na mambo ya kazi yao tunajipata katika shida kama haya, na tumeamua kwamba hatutaweza kuficha mtu yoyote mwenye anatumia nguvu yake vibaya, hata kama yeye ni askari. Lakini pia tumesema kwamba tutalinda na kusimamia na kutetea maafisa wetu wa polisi ambao wanaendelea kufanya kazi nzuri, kwa sababu pia haitakuwa vizuri kwamba wakati tukipata watu wawili watatu wamekosea, tunapiga polisi wote na tunaona kama wao sio binadamu. Pia ningeomba sana wananchi wasichukulia sheria mkononi, kwa sababu ukichukulia sheria mkononi inaweza leta shida kati ya watu na polisi, kwa sababu wakijaribu kusuluhisha shida yenye iliyopo, ama wakijiona kwamba maisha yao yako hatarini, huenda wakatumia ile bunduki, na huenda ikaumiza mwananchi. Na kwa hivyo sisi wote kwa pande zote lazima tutafute njia ya kufuata sheria. Tukikuwa nchi yenye inasimamia sheria, hatutakuwa na ile shida ya kutumiaji mamlaka vibaya kwa polisi. Na kwa hivyo nataka niwahakikishie ya kwamba kama waziri nikiwa hapa, na kama mwanaharakati ya haki za binadamu na wakili ambayo anaelewa sana haki za binadamu,
mimi niko kipaumbele kuhakikisha kwamba kila mtu amepewa haki yake, na pia nawaomba wananchi tuheshimu polisi wetu na tuheshimu idara ya polisi. Tukiheshimu hiyo heshima yote mbili, itakuwa uhusiano ni nzuri. Na nimeenda sehemu nyingi sana katika jukwaa la usalama, na nimepata kwamba wananchi wengi wanasifu askari wengi, ma-OCS, ma-OCPD, na wanajulikana kwa matunda yao kwa ile kazi wanafanya wakitangamana na wananchi. CS, from a security point of view, we've seen the Kenyatas, we've seen the former head of state at a lecture in Makerere University calling upon the youth to save Africa. Similar sentiments were made by Muhoho Kenyatta recently, calling upon young people to rise and take charge. Apart from politics, from a security analysis, we are coming to mark exactly a year when there was a seeming youth uprising in terms of rejection against the finance bill then, 2024. How does the security installations interpret calls by the former head of state and also a relative calling upon the youth to rise up and save the nation? Thank you. I think, of course, I'm not a prophet, but everything happens in a context. First of all, Africa is faced with the unique challenge of having, there is a positive that we have, young, energetic, creative population. The youth bulge in the entire continent is also known to also come with the challenges. The challenges being the ability of the governments in Africa to be able to meet the demands of a very young population. And considering that even that old generation who are the parents of these young people, most of them do not really have very strong, meaningful jobs that can be able to support them. Most importantly, that the industrialization in Africa is still way behind many other continents in the world, and we are still living a subsistence kind of life, whether it is farming. We still export raw materials, so manufacturing is very low in the continent, which would have been the really greater contributor towards employment and settling the issues of youth. Yes, we have embraced the technology, but still far from being the creators of the technology. We are still more of the consumers of that technology. So we haven't reached a stage where we can say that we are a technology hub based on the creation of technology, because technology is now the in thing. It is where the future is, including artificial intelligence. So the absence, the reason why we find ourselves in a situation where we have restless young people is the failure to plan a few years ago. The failure to plan 20, 30 years ago for this population is the reason why where we are. And when we now tell young people that rise up and save your country, we first, it would be incumbent upon a person of the level of a former president to first acknowledge that we failed in the past, that we failed to plan for you. You tell the young people we failed to plan for you, therefore forgive us. You see, so that the credibility of the information or the communication you are giving, because you cannot feign ignorance that you are not part and parcel of those who created the problems that are bedeviling young people at the moment. So the first place is to try and acknowledge your failures. Once you acknowledge, then it's important to tell young people the truth. And the truth here is that as a nation, we must work harder, we must contribute more, we must be able to build more, that it will take a lot of hard work for us to avoid the same pitfalls in another 15, 20, 30 years. And how does that happen? You have to make meaningful sacrifice. The current administration is trying to establish a mechanism of dealing with these problems. It is not this administration that made Nairobi, for example, almost every corner of Nairobi is a slum. But the president, through housing project, is trying to sort out this problem, including the cleaning of Nairobi River.
And how do you end up sorting this problem for the future? You have to make a sacrifice. What is this sacrifice? It comes in the form of housing fund, so that then you can have the resources to build and correct the mistakes of the past and hand over the future, a better future for young people. But when you tell them, rise up, you must also tell them it has a cost. And the cost is more than just demonstration. It means that we must sweat, we must work hard. The rest of us who now have jobs must pay more. We must involve our taxes. So you expect a balanced information, because the message alone of telling people you rise up, you are the future, you must do something, must do that, is truly on its own is an is a harmless message. But in the context of what role you have played over time, it is important to contextualize it. I would expect someone in the person of a former president, for example, to be telling young people, when I was in office, I did this. I know how difficult it is to cause changes in this sector. Please support your president and support your government so that you can achieve this. Because I remember his speeches, because I was the majority leader then, and he kept saying that. I remember the speech of December 12th. I remember the speech of December 12th because I think we fell out around the same time also. I think December 12th, 2019. And it was the President Uhuru then was very categorical that the future, we have a big challenge of youth problem. And he kept emphasizing, even when he was selling BBI, he kept saying, you know, we have a problem of young people and so forth. So I don't know, suddenly, when somebody is on the other side, there seems to be some revelation that comes in, and you forget that you need to build on this message that you have been selling on and on and on again, to tell people we have the task, we still have the task to build a better future for our country. So I don't expect the same level of expectation on his brother. I'm not a person who believes that you should discredit people based on association. His brother is on his own, but the institution of a former president is extremely important in terms of shaping the leadership of a country in the right direction, because in other countries, these are the elders that people look up to as a nation, and the expectation that people have for them is very high, and that's why I saw somebody defending the former president the other day, saying, "Oh, our son is nobody should talk about our son," and I was like, my goodness, this is the former president of Kenya, you know, the son of Kenya. To degenerate him to be a son of a certain village or a certain community is extremely unfortunate. This is an institution of a former president that deserves both support and criticism from Kenya as a whole. And usually, many presidents, once they retire, they assume a larger life than when they were in office because of how they conducted themselves. If you see, for example, Jimmy Carter, he's considered to have served only one term, but his influence was for many years because he assumed a more higher status as a former president and became, you know, that uniting factor to many people. You can see people like Bill Clinton, or Barack Obama, and so forth. Their foundations and their relations is above, even when they are supporting their political parties. When elections is over, they stand tall. You remember they went for inauguration of Donald Trump because they understand the importance of nationhood. So I think that a little bit, because I can speak this freely, I voted for President Uhuru Kenyatta 3 times. In 2002, and 4 times actually, in 2002, 2013, 2017, twice. So I have the legitimacy to say that there are some people who have a little bit misled the former president. My personal advice, sitting in a security office, is that that is the kind of person that the nation would have looked up to if he elevated his leadership a notch higher. Then that leadership would have benefited the country, because those are the people, when a sitting president feels like he has a challenge and he needs to reach out to certain people, a certain community, when there's disputes even in the continent or the country, that is the institution that the sitting president, sitting leaders should be running up to ask, can you help us sort out this issue? But when he degenerates to become some son of a small corner or myopic small politics,
the status that is expected of a former president then is lost, and we are the poorer as a country when we never benefit from the same. Sorry for saying that, but Anthony maybe. Okay, asante sana Mheshimiwa Waziri. Mambo ya usalama kwa mipaka imekuwa donda sugu sana. For example, hapa Central Imenti na Tharaka Nithi County. Yes. Kumekuwa na hadi mingi sana. Viongozi wanakuja wanasema, hii mambo tunashughulikia, hii inaisha, hii haitakuwa inapatikana the next year. Lakini bado tunaona hii mambo inaendelea bado na kuwa wazi zaidi. Labda sababu inaonekana ya kwamba hizi shughuli zote ama hii mizozo yote inatokana na mambo ya mashamba. Watu wanang'ang'ana at least waweze kupata title. Kama waziri wa usalama, umeweza kuketi labda na waziri wa mashamba mkaweza kujadiliana venye mtaweza kutatua hizi maneno? Asante. Asante sana Anthony. I think ile shida tuko nayo kwa hapo Imenti Central na mipaka yenu na mipaka ya county na ya Tharaka Nithi. Kwanza unajua kwa Wakenya wote ambao wanasikiza hawajui kuna shida gani kati ya Tharaka Nithi na Meru County, because sisi wote tunaamini of course Wakenya wote sisi ni kitu moja, but watu wengi pia wanaamini kwamba hii ni jamii kabisa pamoja, wako pamoja. Lakini kama vile tunajua kwamba mambo ya mashamba, hata ndugu na ndugu uso sana, hata ndugu kabisa ambao ni mama moja baba moja huwa anasosana kwa sababu ya kung'ang'ania mambo ya shamba. Ukijua kwamba kuna ripoti ya Okongo report yenye ilikuwa ya 1990s huko, tulipokuja seneti, nakumbuka pia deputy president alijaribu kama seneta wa Tharaka Nithi kutafuta njia ya uhusiano nzuri ya kumaliza hii shida kati ya the two counties, na excuse me, hiyo ilikuwa katika uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, na tulijaribu pia kuona kama tungeweza kufikia mahali, haikuwezekana. So hii sio shida yenye mtu mmoja anaweza fika kama mimi na niseme tutatatua kesho. Itabidi sana, kwa sababu hii ni ujirani, na baada ya usuluhisho lazima watu waishi pamoja na lazima wakubaliane. Ndio wakubaliane, itabidi tutumie mbinu ya negotiations na consultations kwa ground ili tupate, because chenye unaniambia kwamba kama nimeongea na dada yangu Alice Wahome kama tungeweza suluhisha, haimaanishi kwamba kwa watu hawana cheti. Kwa mfano kwa Imenti Central watu wengi wako na title deeds lakini hawajaenda kuishi pale. Kuna sehemu zingine hakuna title deeds, lakini kuna sehemu, kwa sababu ile jukwaa ya leo, unakumbuka kwa mjadala kuna wazee walikuja kusema kwa upande yetu tuko na title deeds. Kuna sehemu haina title deeds. Hata sehemu yenye iko title deeds hawajaishi kwa shamba, kwa sababu title deed alone haiwezi kaleta uhusiano nzuri. Ni lazima tutafute mediation, consultation, mechanisms yenye inaweza kuleta watu waishi pamoja, na it is not an easy challenge. Wacha nikuambie, sio kitu yenye waziri wa usalama tu anaweza kuja kusema imetatuliwa. Yenye naweza kuambia wananchi ni kwamba tutatumia mbinu zote ya kiserikali kuhakikisha wananchi wamekaa kwa usalama, lakini utatuzi ya mambo ya shamba itahitaji kwa sababu kama task force ilifanywa 90s na hatukumaliza, itamaanisha lazima tuongeleshe wananchi na kuongelesha tena na kuongelesha tena mpaka wakubaliane, kwa sababu hiyo ndio italete uhusiano nzuri. Lakini tukifanya kwa lazima, kwa mfano ati tulete jeshi, tulete polisi, tulete title deeds na tuambie watu kaeni hapa, mtu akicheza tutapiga bunduki, italeta uhasama mingi na watu wengi watapoteza maisha yao. Lazima tutafute njia ya kuleta watu pamoja. Hiyo ni maoni yangu. Lakini pia ni kwamba ni shida ambayo haiko katika wizara moja. Ni shida ambayo lazima tuangalie wote. Wizara hii kwa sababu ya mambo ya usalama, lakini wizara ya mashamba na mambo ya mipaka kwa sababu ya hiyo uhusiano ya jamii mbili na kaunti hizo mbili. Naam, asante sana. Mheshimiwa Waziri, tunapoangazia masuala ya usalama, tumeangazia mambo katika mipaka yetu, mashamba kama jinsi mwenzangu alivyosema. Kuna kitu kingine ambacho kimekuwa donda sugu hasa hapa katika kaunti ya Meru, masuala ya wizi wa kahawa. Tumepata ripoti kwamba baadhi ya wakulima wameibua mamilioni, kahawa mamilioni ya pesa. Pengine serikali kuu kupitia wizara yako inaweka mikakati ipi pamoja na serikali ya kaunti kuhakikisha kwamba mkulima wa kahawa wakati anavuna kahawa yake anajua kwamba kuna ule usalama hadi ifike mahali ambapo ataweza kulipa? Nashukuru sana. Shida ya uwizi wa kahawa imekuwa shida yenye imekumba taifa kwa miaka mingi
sana. Kangu 70s huko. Kama vile nilisema leo kwa jukwaa, kuna mbunge moja hata nimesahau alifungwa kwa sababu ya wizi ya mambo ya kahawa. Na I think hiyo ilikuwa 70s, yes. Na mwishowe alitolewa bunge kwa sababu ya hiyo. So shida ya kahawa ni shida kubwa sana ambayo lazima tuone ni njia gani tutaweza kusaidia kuchunga kahawa haya. Nadhani shida ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna warehouses ile iko secure yenye mwananchi akishachukua anaweza kupeleka hiyo kahawa kwa warehouse. Ndio sasa wakati tunawapatia security kwa cooperative ama kwa mahali ambapo wanatengenezea kahawa, how do you say it in the ginnery, wakati tunawasaidia hawa wakikausha, wakifanyia hiyo yote kabla hawajapeleka kwa store ama warehouse, lazima ni vizuri tukue na mpango kabambe yenye mtu anajua akivuna kahawa na ako tayari kubeba, askari wako tayari kuja kuwasaidia kuwapeleka. Na lazima tufanye mpango yenye inahusikana na Wizara ya Agriculture, county governments ambayo iko na ile police stations iko karibu. Juzi waziri wa kilimo aliomba kwamba tusaidie kuanzisha idara ya polisi ya ukulima, na tukashindwa. Tukasema kwamba tukitaka kuweka idara mpya pia ya ukulima, kama polisi hawatachunga kahawa, wachunge majani chai, wachunge wachunge sugar and so forth, then kazi yao itakuwa ni nini? Tukifanya idara ya polisi kwa kila kona na ile askari wenye tuko nao ni wachache, nadhani ni the best thing ni kufanya mpango kabambe ya kuhakikisha kwamba tunajua harvesting season na tunafanya kazi na the local security team kuhakikisha kwamba harvesting ishafanywa. Lazima tukue na mahali pa kupeleka. Shida kubwa yenye imekuwa katika wakulima ni kati ya kuharvest na penye kupeleka. Hii stop yenye unaweka ukingojea sasa soko ndio inaleta hii wizi. Wizi inafanyika katikati hapa. Umevuna, umekausha, unaweka nyumbani ama unaweka mahali ambapo sio secure, inaleta shida, inaleta wizi na swa zaidi katika manyumba ama nyumbani. Kwa hivyo changamoto itakuwa upande ya Ministry ya Cooperatives, ukifanya kazi na county government, maybe we establish warehouses ambayo hii kahawa inaweza kuwekwa. Ndio sasa tunaweka tu polisi pale wachunge na waweze kupeleka kwa soko. Na ukiona kwamba saa hizi bei ya kahawa ni kwa kilo ni shilingi I think 100 na kitu. Juzi ilikuwa 60, lakini sasa imepita 100 karibu 50. Ndio unaona hii wizi pia inafanyika kwa sababu bei imesonga. Yaani watu wanaona kwamba serikali imefanya kazi nzuri, imeimprove upande ya bei ya kahawa kama vile promise kwa Wakenya. Sasa kwa sababu bei imeenda juu, imekuwa sasa very precious commodity, kila mtu anaitaka. Ndio unaona wakulima wanakuwa targeted ambao wanafanya mambo ya kahawa. So kama serikali tumesucceed kwa upande ule promise wakulima kwamba bei itaenda juu, ni vizuri tufanye mikakati kwa kila county, na niliwaambia leo county commissioner na county security team kwamba kwa sehemu ambazo kahawa inafunwa lazima tukue na mpango na wakulima kupitia ile cooperatives zenye wako nayo ya jinsi ambavyo kahawa itaweza kuchungwa mpaka ifike safe a safe storage place kama ni warehouse. All right. Let me just say this, okay, that hiyo kitu ya kahawa, hiyo shida ya kahawa lazima turudi. Nilisema this is one of hii ni county ya kwanza wa raise hiyo mambo ya wizi ya kahawa, na lazima bado kwa Nairobi tufanye kikao tujue vizuri security ya mambo ya kahawa itakuwa namna gani. Lazima turudie, lakini hii shida imekuwa kwa miaka mingi, na lazima tuone ni njia gani tunaweza kulinda kahawa hii kwa njia ambayo itafaidi mkulima. Asante. Mheshimiwa Waziri, kaunti ya Meru kumekuwa na shinda ya wizi wa ng'ombe. Governor wa Meru Isaac Mutuma alipokula kiapo alisema ya kwamba atashirikiana na serikali kubwa kuhakikisha ya kwamba mnasaidiana ndio kuzuia wizi wa ng'ombe na kuuawa kwa watu
pande ya Igembe North na Tigania. Baada ya kuchukua wale maafisa wa NPR na kusema warundi huko, County Commissioner alisema ya kwamba lazima wapitie mafunzo kwanza ndio wakubaliwe kwenda huko. Imechukua muda mrefu kabla hawa wapewe mafunzo, mpaka wengine watatu wakauliwa. Ikafika sasa mahali gavana amesema ya kwamba rais, nipatie ruhusa nichonge rungu niende nikalinde watu wangu. So swali kubwa ni bona watu wanauliwa, wanyama wanaibiwa, bunduki zinapatikana, lakini wezi wa ng'ombe hawapatikani. Swali la pili, kwa sababu mimi ndio mwisho hapa, swali la pili, kuna watu wa kutoka pande za Kandebene, Tigania West. Hao watu wanafanya kazi upande wa Northeastern na wengi wao wameuliwa, mpaka hizi wamefika watu 10. Wa mwisho walikuwa wanazikwa leo. Hao watu wanaambiwa wanauawa na Al-Shabaab. So mpaka huyu wa mwisho alipouawa, watu wa familia hawakuambiwa. So wanauliza watu wao watauliwa mpaka lini, na wanafanya kazi katika taifa la Kenya na hakuna kitu serikali inafanya. And then sniper aliuawa hapa Meru, mwaka mmoja umepita na nusu. Nakumbuka Mheshimiwa Naibu wa Rais Professor Kindiki alipoitwa pale Senate alisema ya kwamba wamefuatilia na wanajua wale walimuita na mahali mambo imefikia. Mpaka saizi hajazikwa. Hii familia itapata haki lini, Mheshimiwa Waziri? Asante. Nikirudia yale uliuliza kuhusiana na banditry. Nadhani kwa ile policy nilisema yote yenye tutafanya kwa mambo ya wizi ya ng'ombe sitarudia hapo. Lakini umeuliza swali nzuri yenye umeuliza ilikuwaje juzi bunduki zilirudishwa lakini mwenye alibeba bunduki hajajitokeza na wezi wenyewe hawezi kushikwa. Nilikuambia hapo awali ni kwanza tunashukuru wale community leaders wali win trust ya wale walipoambiwa warudishe bunduki, wakarudisha bunduki. Lakini ujue ya kwamba hiyo haikuwa ati polisi walienda pale wakatafuta bunduki na wakasema haya wewe mkora, haya toroka, lete bunduki. Hapana. Tunajua kwamba hata access hawajafika pale. You know, vile nilisema hapo awali. Hawa ni watu wamejificha huko kwa mafichoni. Lakini kupitia ile local elders system yenye iko hapo, walikubali kwenda kupatia mzee wa mtaa ama those local elders bunduki na kutoroka. Huwezi blame ule mzee wa mtaa kumwambia haya kwa nini alikupatia bunduki, kwa nini ungemshika? Kwa sababu hiyo ya the challenges ya hiyo access. So that was a half success, but the other part of the success ni kwamba huyu mtu mwenye anaweza rudisha bunduki aendelee na maisha yake, aendelee huko kama amejificha, akae na ng'ombe ya wenyewe, hawezi akashikwa. Inawezekanaje katika taifa letu kuna watu kama hawa? Inawezekana kwa sababu ya ile changamoto nilisema hapo awali. Lakini nilisema pia tukiendelea kufungua sehemu hizi itakuwa ni vigumu sana kwa mtu yoyote kujificha ndani ya msitu ya Kenya kwa communities ambao wanaishi pale bila sisi kufikia pale. Kwa mfano, tunaketi chini na machiefs na assistant chief wanakuambia mimi niko sina bunduki, sina chochote, najua kweli huyu amekuja na ng'ombe ya mtu, amekuja na mbuzi ya mtu, hakuna vile nitamshika. Hata kuattempt tu akijua tu ni mimi ndio nilipeana report kufikia serikali huko, wananivamia na bunduki. Na unajua kwamba some chief moja aliwawa hapa na bandits hapa Laikipia North kwa sababu ya kusaidiana na serikali kufichua wakora. So challenges iko hiyo, lakini vile nilikwambia mpango yetu ya operation wakati hizo systems zimewekwa in place, hiyo sehemu zote zitafunguliwa. Tukishafanya hii access roads, tuhakikishe kwamba tunapeleka jeshi upande ule, formed up unit, polisi to at least places kuwa accessible, tutakuwa tunafukuza for how long, Mheshimiwa? Siwezi kusema kwamba ni leo, kesho kutwa, lakini in terms of plan yenye tuko nayo kama serikali ni kwanza pacify, hakikisha hawafiki Meru, okay, waweke kwa kona fulani, then sasa tafuta njia ya kuaccess hiyo kona, ndio flash out. Ndio ukiambia watu toeni bunduki zote ama utamalizwa, unasema order yenye kwa watu ambao you have access to them, sio wenye wamejificha kwa msituni kona fulani.
Wengine wanasema tungetumia ndege, weke mabomu, tumalize hii watu, lakini unajua waishi peke yao. Wanaishi na wananchi na wamejificha ndani ya wananchi. So sio rahisi kufanya hivyo kwa sababu utaumiza innocent populations ya women, children ambao sasa wanaishi huko ndani ya these complicated areas of family. Lakini eventually tukifuata hii, bora tutufuate hii plan tuko nayo, na Mungu atujalie we raise resources ya kutosha kama taifa, so that tuweke kwa hiyo security, enhanced resources ya security, tufungue sehemu hizo, we will sort out this problem ya banditry. Na tufanye long term plans ya schools, ya water, ya irrigation, ya farming. All those things will be sorted in this region. Umeuliza maneno ya wananchi ambao wanaenda kazi huko sehemu za border kama ni Mandera, Wajir, ama Garissa, ama zile sehemu za hata Lamu, alafu wengine wamewawa. Nadhani kwamba yenye unaongea ni wale walikufa kwa Kwari. Kuna watu 5 walikufa kwa Kwari na wengine katika similar circumstances. Ya ukweli ni kwamba kila mmoja ajue katika taifa letu kwamba tuko kwa usalama saa hii kwa sababu askari wetu wameweka bidii kulinda taifa letu. Yule adui wa Al-Shabaab kwa kila siku, kila asubuhi akiamka, anatafuta njia ya kuumiza Wakenya. Anatafutia njia ya kuingia ndio akuje all the way to places kama hapa Meru. Lakini kwa sababu ya askari wetu ambao wamejitolea na wananchi wenye wanaishi katika hizo county, ikiwa pamoja na machiefs, NPR na wale wote, tuko salama katika sehemu hizi za Kenya kwa sababu watu wamejitolea katika boda. Lakini ujue kwamba katika upande ule mwingine wa nchi hiyo ingine hakuna serikali ambayo inadhibiti vizuri mambo ya Al-Shabaab. Sehemu aswa ambayo inapakana na nchi yetu, wale wanatembea, wana roam bila vizuizi vyovyote. Kwa hivyo hatuna serikali nyingine upande ule ya kuweza kuongelesha, kumwambia mtusaidie mshike so and so, mtusaidie kuhakikisha kwamba wakora wameshikwa. Hapana. So njia tu ya kujilinda sisi wenyewe ni maaskari wetu ambao wanakaa kwa boda, na wale ambao wengi wao wakiingia ndani wanapambana na hao na kuhakikisha wamewashinda. Na kwa hivyo wananchi wakienda sehemu hiyo, kuna ile orodha ama inaitwa nini, taratibu imewekwa ya kiusalama, imewekwa na viongozi wa usalama katika sehemu hiyo kuhakikisha kwamba usalama umenawiri katika sehemu hiyo. Mmoja wapo ni kusema kama unaenda kazi Kwari, lazima ungojee escort ya askari ndio twende wote pamoja, na lazima hatutatoka saa 12 asubuhi, tutatoka saa 3 asubuhi. Mambo kama haya. Mara nyingine tunapata kwamba watu badala ya kungojea saa 3 ndio waende pamoja, mtu anaamka saa 12 asubuhi, ameweka watu kwa gari, anataka kuwapeleka peke yao bila escort. Na hiyo sometimes inaleta risks yenye inaambatana na the situation we have in that region. Lakini kwa ukweli, kama kiongozi ambaye anafuatilia anasimamia mambo ya usalama, tuko hivi kwa sababu ya bidii ya askari wetu na bidii ya ile strategies imewekwa. Kwa sababu tumeishi hapa sisi wote, tunajua ni nini ilikuwa inafanyika miaka 10 iliyopita. Na tangu siku hiyo mwaka 18 iliyopita, tunajua kwamba tulikuwa na challenges kubwa. Lakini sasa tumeweza kupunguza. Tunawaomba wale wote wanaenda kutembelea border ya county yetu huko kwa sehemu hizo za security operation areas, tufuate ile maagizo tunapewa, tukue katika hiyo process na tutakuwa salama sisi wote. Na ya mwisho unasema mambo ya sniper. Yes. Imeulizwa pia katika jukwaa la usalama leo, ni kwamba ni kweli kwamba kesi inahusikana na huyu sniper imekaa sana sasa karibu mwaka moja, na ninaamini ya kwamba ile bidii inawekwa katika idara ya uchunguzi imefika kiwango fulani. Kwa kweli itabidi nikirudi niweze nikajulisha DCI atuambie ni siku ngapi atahitaji zaidi kuhakikisha kwamba wale ambao walihusika wamepelekwa kotini, na pia kuhakikisha kwamba justice imepatikana. So itakuwa ni jukumu langu
itakuwa ni mtihani kwangu kupeleka habari hiyo kwa DCI na wajibike, na kama imeshindikana kukutanisha evidence na wenye walifanya, aambie wananchi, ndio wananchi wasikue wanategea habari ambayo pengine haipo. So itabidi, ni vizuri, itakuwa ni mojawapo ya yale matokeo ya safari hii ya jukwaa kuhakikisha kwamba tumefuatilia mambo haya, na nikisema huwa nafanya. Nilipoenda Nakuru kwa mfano, kwa ile mambo ya Brian Otieno ambaye alipotea katika National Park ya Nakuru, nilipata mama ya Brian, nikamwambia kwamba nitafuatilia na nitahakikisha kwamba wale walihusika watapelekwa kotini na kuwa justice imepatikana, na kama vile uliona juzi walipelekwa kotini. So tukisema tungependa kufanya kusaidia wananchi kwa njia fulani, tutafuatilia, na hata hivyo hii ya sniper nitafuatilia mimi mwenyewe mpaka DCI atupatie majibu ambayo itasaidia kutuliza wananchi wa sehemu hii waelewe ni nini ilifanyika. Naam, marhaba kabisa. Kikao hiki cha wanahabari na waziri kilifaa kuchukua saa 1:30, lakini tulianza kuchelewa kidogo. Kwa hivyo ninaongeza dakika zingine 15 hivi. Okay. Kwa sababu ya swali ambalo pengine linakukeketa. Upande ule nitampa mtu mmoja, alafu upande huu pia nimpe mtu mmoja, na unaweza kumpa Seth kipaza sauti. Waziri, nitaanza na mimi hapa sababu nina mic. Natumia mamlaka. Ulipokuwa unazungumza kuhusu kufeli kwa uongozi kwa sababu ya tatizo la mgogoro ule wa vijana, lakini ulikuwa mmoja wa viongozi wakuu sana katika serikali. Hadi sasa ina maana una mtihani mkubwa sana, na kama ilivyo kama yule ambaye haongozi, pengine tunaweza kuchukulia kama ni zile kelele kama za chura zisiweze kumzuia ng'ombe pengine kunywa maji, kwa sababu sasa wewe ni wakati wako wa kunywa maji katika serikali ya sasa. Kwa hivyo ningependa sana kujua sasa hiyo mikakati ya kutatua ili tatizo la vijana ambalo umelitaja wewe mwenyewe, na kuweza kuwapa pengine mwanga zaidi siku za usoni, wasije viongozi wengine baadaye pia wakasema wale walifeli ndio wanaturushia mawe sasa. Ya pili pia, samahani waziri, ya pili ulitaja kwamba kwa swali moja ambalo lilikuwa hapa, ulitaja kwamba kuna IPOA kwa sababu ya kutathmini utendakazi wa maafisa wa polisi, lakini alivyozungumza hii leo kwa sababu zile takwimu za vijana ama watu waliokufa wanashukiwa kufa mikononi mwa polisi, mkuu wa IPOA ama niseme mwenyekiti wa IPOA Isaac Hassan alisema wapelelezi angalau 70 ama 77, lakini kesi alizonazo za kuchunguza ni maelfu. Kwa hivyo kama unatarajia matokeo, labda iko mbali sana na upeo wa macho. Waziri. Asante sana. Ningependa kusema kwamba kwanza nilifanya mchango wangu kama seneta kusaidia kuhakikisha kwamba ugatuzi inaweza kusaidia kuboresha maisha ya vijana wa sasa na siku za baadaye. Na jukumu ambayo Wakenya walinipatia nikiwa katika seneti ilikuwa ni kuboresha ugatuzi, na nilikuwa mwenyekiti ya kwanza wa kamati ya ugatuzi, na nilihusika zaidi kuhakikisha kwamba tumesaidia counties waweze wakafikia ile kusettle, kwa sababu niliingia bunge 2013 na tulisaidiana sana. Hata ndio iwezekane kuwa seneti inaweza fanya division of revenue bill na county division of revenue and county allocation of revenue bill, tulichangia pakubwa sana pamoja na Profesa Kindiki na wengine ambao tulikuwa senate wakati huo, na ninaweza kusema kwa miaka 10 ambayo nilikaa kwa seneti ninaweza kuhesabu mchango wangu. Nitawaachia wanahistoria, lakini mchango wangu kwa kupeleka taifa hili mbele kupitia ugatuzi inajulikana. Si kwamba nilifanya yote, lakini our contribution ilikuwa ni to a certain level. Now I have no regret for the 10 years I served in the Senate, including one of the reasons why the president removed me from leadership, which I served only for 2 years, was because I took
I went to court to disagree with the government, despite the fact that I'm majority leader, on the bills that were not being processed properly through the Senate. So I have a lot of confidence that I made my contribution. But of course, the senators who come after may also think that we did very little. I am not saying, sijasema Rais Uhuru hajafanya kitu yoyote, hapana. Itakuwa makosa pia kusema hakufanya. Nilikuwa nasema kwamba ni makosa ya miaka za hapo awali kwamba tuko hapa saa hizi na tuko na vijana wengi na hawana kazi. Na hatuna viwanda, hatuna njia ya kuhakikisha wao wote wanapata kazi. Kwa hivyo bidii yenye ambayo tunafaa kulifanya ni kuhakikisha, kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wengi wanaweza pata hivyo. Ndio unaona rais anaongea kuhusu digital jobs. Unaona investment kwa digital hubs ambayo itahakikisha kwamba watu wanaweza fanya kazi nchi ya nje, lakini pia wanaweza kufanya hapa ndani na kuimprove mambo ya creativity. Unaona mambo ya housing vile nilisema. Unaona mambo ambayo tunajaribu also kuresolve the big question ya health kwa mambo ya vijana wetu. Unaona kwamba tumeweka tax measures ya kuhakikisha kwamba factories nyingi zinaweza kuja kuestablish kwa nchi yetu, na unaona kwamba rais amekuwa akizunguka nchini dunia nzima kwa kuleta wawekezaji. I felt very sad kwa sababu nilikuwa waziri wa uchukuzi kwamba ile investment ingekuja JKIA ambaye watu binafsi wangeweka almost 100 billion kwa JKIA, na unajua it's only through foreign direct investment ndio unaweza kuboost job opportunities na investment kwa nchi yako. Na ninafurahi sana kwa sababu PPP zingine ambazo rais amesema imepangwa, ikiwa pamoja na ile alienda China juzi ya Rironi Mau Summit, itaandika vijana wengi kazi na itarahisisha mambo ya uchukuzi na itainua uchumi. PPP zingine kama zizi za kupangia kwa airport na zingine. So investment na manufacturing ni njia moja peke yake. Unaona pia tunafanya ile inaitwa county inaitwa nini, the hubs penye why am I forgetting the county aggregation, yes, centers for mambo ya agriculture na value addition kwa mambo ya agriculture. Ni njia moja ya kuhakikisha kwamba tumeandika watu wengine wengi kazi. So mpango hiyo iko na kila serikali ikikuja inajaribu njia ya kuweza kutatua shida hii, lakini nambari za vijana zinaendelea kuongezeka, challenges ya kuweza kuwapatia kazi wote zinaongezeka, mambo ya kuwapatia school fees ya kutosha kuenda through university inaendelea kuwa challenge. So hizi shida zote unaona rais hata alikuja na mpango ya kutatua shida ya school fees na universities ambayo ilikuwa imecollapse. Tulifika hapa kama karibu universities 10 inaenda kuanguka. So hii yote ni mpango ya kusuluhisha, na ndio maana nilisema bali na kukashifu serikali zilizopita na rais ambaye alikuwepo, ni vizuri kusema tungetarajia support yake, kusema mashindano imeisha, candidate mwenye alikuwa nayo pengine hakushinda, lakini sasa kwa sababu yeye amewahi kuwa rais wa Kenya na ni rais wa zamani ya Kenya, angesaidia kusukuma mjadala ya kutafutia riziki wa Kenya mbele, sio ile tu ya kusema we incite hao kwa sababu pengine tulishindana huko juzi, nilikushinda siku hiyo, unatarajia kwamba unataka kufanya ile revenge. Haitasaidia kitu yoyote katika taifa letu. Lazima we rise above kama taifa. Umeuliza swali ya wapelelezi ni 77 wa IPOA na kesi ni maelfu. Ni ukweli na kubaliana na IPOA, ni ile bajeti wamepewa kupitia bunge liko chini, na kama independent office itabidi tutafute njia ya kusaidia, na sio IPOA peke yake. So umeona kwamba polisi tuko na shortage ya police officers across. Hatuna magari kwa many police stations, hatuna police stations kwa many parts of the country, wanakaa kwa police posts, ama hatuna housing and so forth. All these challenges iliwachwa imefikia serikali moja safari moja, na lazima tu continue balancing wakati unafanya budgeting. Na nakubaliana na mwenyekiti kwamba itabidi bunge iongeze bajeti ndio wapelelezi wengi waweze wakaongezwa ndio wafanye kazi hiyo. Labda nitauliza swali kuhusiana pia na wakati kunafanyika mauaji upande wa
huko Egembe na karibu pia na mipaka ya Meru na Isiolo, kunacho makovu mengi sana kwa familia zile. Labda fidia kwa zile familia, labda kuna mipango labda serikali inafanya kuhakikisha pia fidia inatolewa kwa wale zile familia, kwa sababu wengi wanahangaika. Labda pia mwenzangu ameuliza swali la kuhusiana pia na sniper. Labda kuna mchanganuzi pia wa kisiasa ambaye alitoweka mwaka 2021 Mwenda Mbijewe, labda uchunguzi wake umefika wapi? Asante. Kwanza ningesema kwamba ni pole kwa wale ambao wamepoteza watu yao na mali yao, lakini shida ni kwamba nani ata compensate ama kufidia, kwa sababu mwenye ni wizi ndio imepoteza hiyo mali. Tukisema kwamba tutafidia kila mmoja katika taifa ambaye ameumizwa na wakora, itamaanisha kwamba nchi itakuwa inafidia kila mtu, na mtu amekuwa robbed kwa Nairobi, mtu ambaye duka yake imeibwa, benki ambayo imeibwa and so forth. Kwa sababu role ya serikali ni kushika ule ameumiza mtu na kupeleka through justice, you know. Role ya serikali ni kuhakikisha kwamba urudishe mali kama ufuate na kurudisha ile ng'ombe na kila kitu. Lakini sasa maisha ya mtu ambaye amewawa na majangili, ni vigumu sana kusema sasa serikali ifidie wale ambao ilikuwa ya ng'ombe, lakini isifidie ule amekuwa kwa highway robbery for example, ama isifidie ule mwenye alienda kuwawa kwa sababu ya femicide, ama isifidie wale kuna sasa sababu tofauti mingi sana. So hakuna policy na hakuna sheria na hakuna legal framework yenye inaweza kusaidia serikali kusema everybody mwenye atakufa kwa crime kwa nchi lazima akuwe compensated. Hiyo ndio the challenge we have. Hata hiyo ya kusema kufidia watu kwa sababu ng'ombe yao imeibiwa na mtu mkora mwingine kwa upande ule, ita encourage tu wakora wakuwe wanakuja kuchukua, alafu watu watakuwa wanasema wewe uko na shida gani? Serikali itakununulia, itakulipa and so forth. So I think bidii yetu ni kuleta usalama, ndio tusiweke wananchi kwa hiyo shida ya kutafuta fidia. Na hiyo sio ati ni Meru peke yake, ni nchi nzima. Ukiona livestock yenye inapotea across kwa sababu ya wizi ya mali ni shida kubwa sana, na watu wengi wanauliza fidia. Ukienda Turkana watasema hivyo, ukienda West Pokot hivyo, kuja Baringo, kuja hapa, uende Laikipia, uende Marsabit and other places. Shida ni kumaliza banditry, ndio tusikue katika hii debate ya fidia throughout. Lakini pia wakati government iko na uwezo ya kusupport families kwa mambo ya drought for example, ama kwa shida kama hiyo, kama kutakuwa na some resources, hiyo itakuwa perhaps ni one off program, lakini there is no legal framework ile inasema ukipoteza ng'ombe serikali inaweza kukupatia ng'ombe. Umeuliza pia swali ya Mwenda Mbijiwe na ambaye alipotea kwa 2021, sikuwa na latest report, itabidi niweze nikaulizia pia ofisi ya DCI kuuliza imefika wapi, na pengine nifanye update either through bunge ama kwa njia ya moja kwa moja. Naam, niko na swali kwa waziri. Juzi ulikuwa katika Seneti na ukaongea mambo ya Mheshimiwa Mithika Linturi. Ukasema wakati alikuwa kwa runinga kuna mambo walivunja sheria, kuongea mambo ya DCI. Maybe mtu anaweza taka kujua Mithika alivunja sheria kivipi, ama ni mambo ya kisiasa? And number 2, wabunge wa Meru juzi walitoka wakasema hawatafanya mikutano na wewe tena kwa sababu umeshindwa kutimiza ahadi yako kwake, na MC wakawaunga mkono wakisema ya kwamba unafaa kujiuzulu kwa sababu umeshindwa na kazi. Ujumbe wako kwao ni gani? Seth, pia unaweza rusha swali lako. Mine is CS. It's going to mark 1 year in next month, June. Since I forgot that question. Yes. Yeah. Oh, yeah. So my question is about victims, the families that lost their Gen Zs, their young ones, during the June 25th. They had a memorial a few days ago, and they are pleading and they are crying that it is almost 1 year and no single investigation has been concluded.
they are pointing out finger to security agencies that were involved. But they say that despite over 60 young people either disappearing or being killed, no single police officer has been apprehended and arrested. What is your reaction towards that? Asante. So now, let me start with Mutembei. Umeuliza kwamba DCI. Sikumbuki nikisema Linturi na DCI. Sikumbuki unless ilikuwa ni... Ulisema ametoa confidential information ya serikali. Nilisema, sikusema yeye, sikuongea kuhusu yeye. Kuna mtu tu aliuliza swali nikasema kila mmoja mwenye amewahi kushiriki kuongoza kuketi katika baraza la mawaziri anajua ile oath of office. Amewahi kusema kwamba kuna maneno atasema na kuna yenye atasema. Na ni kweli kwamba kama mtu alikuwa waziri hapo awali na kulikuwa na makosa yenye aliona kwa serikali na usikana na ufisadi ama mambo mengine, hiyo sio part of the oath. Uweze ambiwa usiende kusema niliona ufisadi kwa sababu ulikuwa kwa baraza la mawaziri, hapana. Oath of office inahusikana na ile documents inaitwa secret ama private ama confidential ambayo utaweza kulingana nayo katika kuendelea kazi yako. Lakini kama umetoka serikali na useme nimetoka kwa sababu nilikosana kwa mambo ya ufisadi, mimi ni msafi kama pamba, ningependa sasa whatever, hiyo hakuna shida. Na unajua Kenya kila mtu akishatoka ofisi yeye ni msafi kama pamba. So hiyo sio kitu geni ambayo unaweza sema kwamba ni kitu imetokezea. Saa ingine ninaona wenye wanatuongelesha kuhusu ufisadi, na nasema kweli injini ya maajabu. Unaona injini ya maajabu. Yaani mtu kabisa anaongea hata afungi macho, anasema it's corrupt government, Unataka kusema wale wanaongea ni wafisadi ama? Yaani ukiona ile mzigo ya ufisadi yeye mwenyewe anabeba, karibu umwambie ndugu yangu tukusaidie kwanza kuzusha hii yenye umebeba kabla hujaongelelea hii nyingine. So chenye mimi nataka kusema ni kwamba tuache unafiki. Mimi naheshimu watu wenye wako serikali mwenye vile mimi niko saa hizi. Ikiwa kesho wakati nimeondolewa kwa ofisi niende nisimame pale niseme hata huyo alikuwa mfisadi, si swali ya kwanza wewe utajiuliza, wewe Mutembei utasema na kwa nini ulikuwa unakwama hapo, unakwamia hapo, hutaki kutoka? Yaani hata watu ambao wanaambiwa jiuzulu wanasema sitoki, anatokea hapo anasema in any case ilikuwa ni corrupt. The first responsibility ya mtu mwenye ako katika serikali ama cabinet na iko corrupt ni kujitokeza kusema I cannot continue working with this kind of administration. Sasa hapo ndio utakuwa na high moral ground yenye unaweza kuenda kuambia watu naona nilijitokeza kwa sababu huko ilikuwa nanuka nini. Lakini imekuwa rahisi sana kwa kila mmoja ukishatoka ofisi unapata ubabe ya kusema ilikuwa namna hii, ilikuwa namna hii. Mimi nilifanya kazi na wengine ninawaona kwa runinga huko, najiambia tu Mungu asaidia, kwa sababu uzuri moja wako na supporters wanasahau haraka na wanaanza kuturn the other way around kusema ni watu wazuri. Ya pili ni umeniuliza mambo ya wabunge walisema hawatakutana na mimi leo. Boardroom meeting. Hawatakuja boardroom meeting tena. Hawatakuta any other meeting na mimi, lakini uzuri tulikuwa na mkutano na hawa leo. Kwa kuhakikisha kwamba tumeshughulikia mambo ya usalama pamoja. Saa zingine unajua mimi siwezi blame kiongozi yoyote. Hao wabunge hata siwezi blame. Mimi nimewahi kuwa kwa situation yao. Ukikuwa mahali na mtu amefariki, hata hasira yenye uko nayo kama kiongozi inapanda. Na sometimes statement inasema sio ati ulikuwa unasema utaki mkutano, ulikuwa unataka upass the message kwamba this thing is very serious. So vile nilichukulia vile waliongea, walikuwa natafuta njia ya kusema, walikuwa najiuliza swali, je, waziri na serikali wanaelewa kwamba hii shida imewakumba kwa miaka mingi? Na hii shida sio kitu imetokea jana. Na vile nilikwambia, imekuwa kwa tangu serikali ya Moi, ikakuja ya Kibaki, ikakuja ya Uhuru, imetupata sisi hapa. Na tunapambana wote kutafuta njia ya kuzima.
na sisi kila serikali ikikuja na kila waziri akuja ofisi anajaribu njia yoyote ile kuhakikisha kwamba yeye ndio wa mwisho ndio amemaliza, na unaona ninang'ang'ana kuwa wa mwisho kumaliza ile shida ambayo iko upande huu. So kwa hivyo sina ubaya na wabunge. Uliona leo tukiwa na hawa tulikuwa na uhusiano nzuri na walileta maoni inayofaa na tumekubaliana. Hata baada ya hiyo tulikubaliana na hawa tukiongea kwa simu na kukutana kwamba lazima turudi huko mashinani. Na let me tell you something, yenye nafurahia sana kwa wabunge wa hapa Meru ni kwamba hata wakinikasirikia, nia yao ni tusuluhishe hii shida, na wako tayari tuende ground na hawa kwenda kusuluhisha hii shida. Na ninaomba wabunge wengine tusijiingize kwa mambo ya incitement, ya kusema tunanunulia watu bunduki, na kusema kwamba tunataka kuumiza. Hapana, tukae katika ile process yenye tuko nayo hivi sasa, yenye inahakikisha ya kwamba uhusiano yenye tunasukuma ni ile ya kusuluhisha hii shida kwa njia ya amani. Hiyo ndio I totally respect every member of parliament. And today uliona there was an overwhelming turnout. Why? Because walikuwa na chief yao, assistant chiefs wao, na walitaka kusikia ni njia gani tunaweza maliza hii shida yako hapa. So I'm very proud of them. Ile yenye walisema siku hiyo kwa sababu ya hasira, mimi I take it positively. I have been a leader, so it doesn't bother me when sometimes I see somebody saying, Murkomen ajiuzulu kwa somewhere huko. Because uliona gazeti ingine juzi iliandika, ilingojea tu, haikungojea hata nifike 2 months. Haikufika 2 months ikasema Murkomen has failed, below par, he must resign. Akakaa kidogo, akajipatia space kidogo ya wiki 3, akasema fired. Yeah? Yani 2 months somebody believes ninge solve all problems that have been in Kenya for 40 years. And then another 1 month anasema sasa haijasuluhiwa aondoke. Nimekuwa kwa hiyo ofisi for only 5 months. Lakini the discussion is Murkomen this, Murkomen that. Na unajua hiyo discussion inatoka tu kona moja ya Kenya. Kwa watu wenye wako na siasa kidogo ya mashindano ya pesa nane hapo, wanafikiria niko kwa hiyo siasa ya kidogo kidogo ya hapa na pale. Wacha nikwambie ndugu yangu, mimi tangu nikuje ofisi nimeweka bidii ya kutosha kuhakikisha kwamba tunabadilisha mambo ya usalama katika taifa letu. Hii mpango ya jukwaa la usalama, mimi naamini ya kwamba itatusaidia kutatua shida nyingi kutoka mashinani kwa kusikiliza. Na kuna shida mingi tumetatua tu kwa kukua mashinani na viongozi, na tumeweza kutatua hizo shida. Kuna zingine ambazo tumeweka policy framework ya kutatua. Siwezi nikasema kwamba ni mimi ndiye nimesaidia banditry kuje chini. Hapana. Kumekuwa na mikakati iliwekwa na Professor Kindiki na serikali for a long period of time, inaendelea kufanya kazi, na mimi kazi yangu ni kuimprove, kuhakikisha isonge mbele. Yenye mimi nimeshangaza tu kwa hao watu wachache, nikiwa roads, nikiwa barabara, yeah, unapata mtu anasema accident tu moja ikifanyika Murkomen must go. Sijui nikiwa barabara siku hizo mtu akikwama kwa matope Murkomen must go. Airport ikilik tu kadogo Murkomen must go. You know, nilipotoka kwa wizara hakuna mtu anaongelelea kwamba who must go. Unasikia watu wanasema NTSA is trying to investigate to see ways of reducing accidents in Kenya. You know, the government is doing its ways to ensure that roads that are stalled will be completed. Unataka kusema Wakenya wanakuchukia? No, sio mimi, sio Wakenya. Usiwekelee Wakenya. Umewahi kusikia Kiswahili kitu inasema ukiona vyaelea vimeundwa? Ni watu wachache, a small cabal, wanafuata Murkomen kila mahali. Nilipoenda sports, nimepanga hizi vote sports academy, sports stadium, nikalipa, nikaweka sports policy, gender office, nini, hiyo yote. Lakini hiyo small cabal walikuwa wanangojea bao moja ikifungwa tu hivi tushindwe, hata Harambee Stars tushindwe game moja, Murkomen must go. Yeah? So sikushangaa kwamba hawakungojea haikufika hata 3 months. Nimefika tu interior, sijakalia hata kiti hivi, Murkomen must go. And you will see, wacha niwaambie, you will see. Sumaona nimewekwa headline mara mbili, me I alternate with the president.
President, I love Mimi. President, Mimi. So, na utaona wataendelea. Unaona, hakuna minister mwingine kwa Kenya, even at the moment, yenye mtu akiwa na shida kwa kwake, anasema the minister must go. They keep saying government must finish the roads. Government must look for prices of farm products. Wanaongea wakienda kwa health, wanasema SHA must work. You know, something like that. Wakienda kwa energy, wanasema we want electricity. Wakifika hapa, Murkomen must go. So, and it's just, you know, a small group of characters. And they are so obsessed with me. Why? Because I know, kidogo where I am, I know what they are up to. They are playing some other cheap politics hapo yenye sitaki hata kumention. Kasipol politics ingine ya kona moja hapo pale. Na ukiona hata wenye wanaongea ni wa hiyo kona tu. Yeah, I involve the rest of Kenya. So you will realize that kind of branding. Don't you want to ask yourself, mimi nimekaa ministry kubwa kama ya roads and transport. Yeah? In the past, people have had challenges na hiyo ministry kwa mambo ya corruption, ya nini. The only thing they talk about me is which watch, which shoe, which shirt. Yeah? As if I'm the only one who wears shoes, shirts, and T-shirts, and all those kind of things. So I just want to tell you that those kind of distractions, sometimes you feel a bit discouraged, and then you wake up and tell yourself, no, I can't fall in on the panel of some distractors who just wake up. Mtu anakuambia, uliona juzi mtu anakuambia, that minister is incompetent. Crimes have gone high. That minister is incompetent. Crimes have gone high. Yeah, which is a positive to me. I tell myself, as long as I'm not being discussed about scandals and corruption and all those things, I'm walking the narrow path. It makes me very happy. The last thing you had asked is that Seth, yes, it was Seth. Last time during June last year, as I said, it was very regrettable that some people lost their lives as a result of the protest last year. But also it's regrettable that the protest itself, by initially attributed to young people, was infiltrated by thugs and criminals. I can tell you, I don't believe that there is any person who is a young person who was protesting who believes that they were going to invade parliament, and who says today it was their right to invade parliament. That is a protected area. So by the time you are stepping inside that parliament, you are already breaking the law. Now you're looking for MPs to hurt and all those kind of things. I want us to first agree that the people who invaded parliament were not peaceful protesters. If we don't agree like that in Kenya, then we have a problem. But the peaceful protesters whom I saw in the first protest, they were holding their phones and making a statement was beautiful. But as soon as the political scavengers, who eventually some of them lost their jobs later, realized that there was a very unique protest for young people, they came in, mobilized the thugs, caused the chaos,
and eventually people lost their lives in the circumstance. So, first, that is regrettable. Second, can never be justified anywhere in the world that you can invade any parliament, state house, parliament, or anybody's business, or even looting anybody's business. It is not, and it is not acceptable. In UK, for example, during similar protests, knife-wielding gangs in the city of London, a lot of things were done by the police in London to secure London. I remember visiting London around the same time for work related, and for some work there, and related to my ministry at that point in time. And you could see how the Londoners were rallying behind the police to weed out these gangs that were wielding knives. I have seen how insults of social media, even a slightest threat, by the way, the slightest threat, if you want to test a set now, go to London and go and post and say, Buckingham Palace should be invaded. My friend, you will not leave London, and you will be treated as a terrorist. Because even those secured areas are not allowed to be discussed in that manner. But because it is Kenya and freedom in quotes, people want to use freedom in quotes when they were carrying out clandestine agenda of overthrowing a regime. That is absolutely not acceptable. And I think it's important for all of us to think through these issues and to make sure that we want to remember those that lost their lives. We want justice for them. We want the investigation to be concluded. Thankfully, as Shaban said earlier, the commission is saying that they need more resources and people to do expeditious investigations. Hopefully, we can give them the resources to do so and more people, but also we must learn the lessons both ways. We want to make sure that people's lives are preserved and that the young people who lost their lives, justice is served to their families, and I really sympathize with their families. When I see them in news and the pain that they go through as a parent, I sympathize with them. And at the same time, on this other side, we must discourage acts that lead to lawlessness and invasion of invading parliament or any protected area or anybody's business. Protests must remain peaceful. The last thing you have asked is that, I think that's really what you meant about the security agencies and the fact that there's no one who has been arrested. And I promise Kenya that we are going to work hard to make sure that criminals who are abducting people are brought to justice, cases of disappearance are investigated, and you can see we are making progress. But regrettably, where there is backsliding here and there, we try our best to make sure a proper investigation is done for the sake of our country. Asanteni sana, asante sana. Naomba niulize tu swali moja. Swali fupi sana. Yes. Mheshimiwa Waziri, jana watu 5 walishikwa kutoka Mombasa wakielekea kaunti ya Meru hapo Kanyonyo wakiwa na vilipuzi. Mtu anajiuliza inakuaje mshukiwa anatoka Mombasa anakuja kushikiwa hapa Embu Kanyonyo na anakuja pande ya Meru? Is Meru turning to be a criminal enterprise zone? No, hapana, sio hivyo bwana Mutembei. Kuna mambo mengi inafanyika. Hivyo wakati hata tumeketi hapa, kuna mambo, wakora wengi wanajaribu makosa hapa nini na pale, na polisi wetu wanafanya kazi kuzima. Na so kwa hivyo hata kwa hiyo process ya hiyo investigation hiyo ya bus ya kutoka Mombasa all the way, ningetaka tu kukuambia ya kwamba hiyo vilipuzi haikuwa katika stage yenye inaza, yani investigation inaendelea, lakini inaweza kuwa ilikuwa inapelekwa sehemu fulani ndio iende uunganishwe pamoja kufanya ujangili fulani. Lakini ilikuwa inakuja Meru. No, sio lazima kwamba ilikuwa ina destiny Meru. Basi kukuja Meru haimaanishi mzigo yote yenye iko ndani ni ya Meru. Na hata kama ni ukweli ilikuwa inakuja Meru, ni ukweli ni kwamba haikuwa hatari katika ile process ya transportation. Question yenye wa investigators watatupatia ni kwamba ilikuwa inapelekwa wapi na nia yake ni nini. Lakini habari njema ni kwamba wale walishikwa na ya kwamba polisi wetu walikuwa na uwezo ya kuhavat shida yoyote kutokea katika taifa letu. Kwa hivyo ile nilikuwa nataka tu nikusisitize ni kwamba askari wetu kwa taifa hii wanafanya kazi mingi sana ambayo hawaambii nyinyi.
Wakati saizi unalala, kuna mtu saizi analala kwa msitu mahali fulani akiangalia mtu fulani ana mpango ya kwenda kufanya makosa gani, so that it can keep all of us safe. That's why having now sat in this ministry to be a CS in this area, when I tell you that let us support our security men and women, it is not by accident. It is not by luck that our country is safe. It's because there are people who are working very hard to keep us safe. That's why I was saying, ukiona vyaelea vimeundwa, and it's important for all of us to support our security sector in this regard. Naam, asante sana waziri, na asante kila mmoja wetu ambaye amechangia katika kikao hiki. Najua kuna maswali mengi zaidi, lakini kile kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Nitawaambia kwamba mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kijacho. Waziri, nakupa dakika moja kwa sababu uweze kutueleza Meru imekuwaje, alafu tunaelekea wapi tufunge kazi. Nashukuru sana, Meru imekuwa nzuri, nimefurahia. Ni sehemu nzuri sana. One of the richest counties in our country in terms of agricultural development and business. And the discussions we've had here were very good. Kazi yangu sasa ni kuhakikisha kwamba tekeleza yale ambayo tuliahidi, kwa sababu kama vile niliwaambia, ni lazima niweke bidii, kwa sababu mimi ni moja ya wale najaribu kuweka bidii kuona kwamba ni mimi nimechangia kubadilisha taifa letu. Kesho tutakuwa county namba 2 ya taifa ya Tharaka Nithi, ambayo naibu wa rais anatoka. Tutajadiliana na zile challenges ziko sehemu hiyo, na Ijumaa tutakuwa kule Embu. Natarajia kwamba nimeambiwa this is the middle part of Eastern region, pengine Central Eastern, na ile ilikuwa Lower Eastern, Central Eastern and then Upper Eastern. Tutakuja tena kumalizia Isiolo na kwa siku zijazo, maybe wiki ijayo Mungu akipenda, na program ikiingiana tutamalizia Isiolo na Marsabit, alafu tutaenda sehemu nyingine za Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Tumefika mwisho wa kipindi cha leo katika majukwaa ya usalama, na tutaendelea kesho inshallah. Jina langu ni Laban Shaban. Wasalam.